Tichini, asanteni. Baba wetu wa parokia hii, Padri Humphrey na Padri Evans, pamoja na waumini wa Kristo, watu wa Idangalasia, hamjambo? Matungu mulembe, muri moyo, muri baramu, musangalile. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu isomiwe. Hebu nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Bas, mimi kwanza nimeshukuru sana. Mungu amefanya maajabu, tumefika hapa Idangalasia, hapa Matungu, Kakamega County. Nataka niwashukuru sana kwa kutupokea siku ya leo, tukiwa tumewatembelea tuweze kuungana na nyinyi katika ujenzi wa kanisa lenu na katika maendeleo ya parokia hii yenu. Munaelewa tulikuwa tumepanga kufika hapa mapema, lakini kukatokea na changamoto ya corona mapema, alafu baadaye tarehe 11 juzi ilikuwa tukuje hapa, pia ikatokea shida ya shetani kutumia viongozi wengine kuzuia mkutano wa maombi na mkutano wa kujenga kanisa. Shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Lakini kwa sababu Mungu ni mkuu, leo tumekuja hapa na shughuli mliotuitia kama waumini wa kanisa Katoliki hapa Idangalasia, leo kwa mapenzi ya Mungu itatimia na tutajenga kanisa pamoja. Asanteni sana kuwa wajasiri. Asanteni sana kwa kumwamini Mungu. Na asanteni sana kwa kukataa vitisho ya wale ambao hawaamini neno la Mungu. Mimi nimefika hapa kwanza kama Mkristo. Na mimi nataka niwaambie Wakristo wenzangu na wale wote wanaomcha Mungu katika taifa letu la Kenya wa madhehebu mbalimbali, ya kwamba Kenya hii itazidi na kuwa nchi inayomheshimu na kumuenzi Mwenyezi Mungu. Hatuwezi kukubali kwamba katika nchi ya Kenya ibada, kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa njia yoyote, ati iwekwe masharti ya kibinadamu, kwamba hamuwezi kwenda kanisani, hamuwezi kuwa na ibada, hamuwezi kuwa na mkutano wa maombi mpaka eti mtu fulani mwenye mamlaka fulani atoe idhini. Hiyo haiwezekani. And I want to tell those who think our right, constitutional right to worship God in the manner that we please is going to be conditioned on permission from whoever with whatever powers or responsibilities. We want to tell them we will not accept. Kenya is a God-fearing nation and our worship is going to be unconditional. Tutaenda kanisani bila masharti na bila ya kuuliza ruhusa ya mtu, kwa sababu tunamwamini Mungu. Wakristo tuko pamoja. Hatukuji kanisa kwa sababu ya ruhusa ya polisi. Hapana. Tunakuja kanisa kwa sababu nchi hii ni nchi inayomcha Mungu. Na katiba ya Kenya inampa kila Mkenya nafasi ya kumcha Mungu apendavyo. Na ndio mimi nataka niwaulize wale wote, hasa viongozi wa serikali hii yetu, kwamba hii serikali ya Jubilee kwanza iliundwa kwa maombi. Tulipiga magoti, mimi na Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta, ndio hii serikali iundwe kwa maombi.
Hatuwezi kuwa ndio serikali inatoa visingizio na inawekwa vikwazo katika ibada ya neno la Mungu katika Kenya. So I want to ask public officers to keep off matters of worship, matters of going to church. They are not negotiable. We cannot negotiate with anybody or with any law or with any provision on matters to do with going to church and worshiping our God. Na mimi nataka niwaambie viongozi wa dini Kenya mzima, katiba ya Kenya inalinda haki ya kuabudu Mungu katika taifa letu la Kenya. Na wale wanataka kuanza kutuletea vikwazo na vizingizio ati na mahali ya kuomba ruhusa ndio uweze kwenda kuabudu Mungu, tunawaambia tafadhali, mkiendelea na kuzuia mambo ya kanisa, mkiendelea na kutuma polisi eti wapige tear gas waumini, hasira ya Mungu itawapata na sio mbali hivi karibuni. Tunaelewana wa Kristo? Tutazidi na kumwabudu Mungu? Hebu nione wala wanasema tunamwabudu Mungu bila masharti katika Kenya yetu. Na ndio mimi nimefika hapa leo, nitaenda Sianda na nitarudi tena na tena na tena na tena. Kwa sababu hii ni nchi yetu na tuombi ruhusa mtu yeyote katika kushiriki kama Wakristo, kujenga makanisa na kushirikiana kama Wakristo. Tunakubaliana jameni? Tuko pamoja? Si karikario? Tunaelewana? Sikizeni. Leo vile vile nimefurahi ndugu yangu Mheshimiwa Justus Murunga wakati alipanga tukuje hapa. Huyu muungwana mliyemchagua ni kiongozi, kwa sababu yeye habagui na anatafuta haki ya watu wa Matungu. Yeye hana haja na mrengo, yeye hana haja na mirengo ya kisiasa. Anatafuta mahali watu yake wanaweza kupata usaidizi. Na hiyo ndio sign ama ishara ya mtu ambaye anajali sio maslahi yake binafsi, lakini maslahi ya watu waliomchagua. Huyu bwana sijapata amani kule ofisini, anakuja ananihangaisha na watu wa Matungu. Wamesema wanataka hii, wamesema wanataka hii, wamesema wanataka hii. Mheshimiwa, I want to tell you, mimi niko tayari kufanya kazi na wewe. Serikali hii ya Jubilee itafanya kazi na wewe kwa manufaa ya watu wa Matungu. Mnasema tushirikiane na huyu Justus? Tutembee pamoja na huyu muungwana? Hebu nione ruhusa yenu kama mmetoa kwa Justus. Basi, asante sana mheshi. Mimi nataka pia nimshukuru kijana Evans, huyo Makoha, huyo mtu wa kuku. Mimi zamani nilikuwa muuzaji wa kuku, na huyu mtu amenisaidia leo, ameniletea kuku. Nimemuuliza hapa, sasa hii kuku umeniletea ni aje? Akasema nimeona umehangaishwa sana na hawa watu, wacha nikupatie hii kuku pengine. So nimeshukuru sana bwana Evans kwa kunipatia kuku, na sababu hiyo, na nimeambiwa na mjumbe wako ya kwamba ulikuwa University Egerton ukadifaa. Mimi nataka urudi Egerton, ile fees yote mimi nitalipa. Wewe usome. Wewe usome, kwa sababu katika kusoma tunaweka Wakenya katika nafasi ambayo wanaweza kutuchangia katika kupeleka taifa letu mbele. Watu wa Matungu, nimesikia yale mjumbe wenu wamesema na viongozi hawa. Hii Kakamega, wakati tumepanga mambo ya serikali, mimi nataka niwaeleze watu wa Kakamega. Katika mipango yetu ya kwenda mbele, nimesikia yale mjumbe wenu wamesema. Lakini kuna mambo mengi tumefanya na viongozi wenu hapa Kakamega. Nilikuja mara ya kwanza hapo Sigalagala, hapa juu.
tukatengeneza hiyo barabara ya kutoka Sigalagala kuja Musoli mpaka Butere. Hiyo barabara tumetengeneza na tumemaliza, tumeweka lami. Tukakuja tena tukaanza barabara ya kutoka Kakamega kwenda Navagolo mpaka Musikoma kule Bungoma. Hiyo barabara tumetengeneza, tumemaliza. Nikarudi tena kuanzisha barabara ya kutoka Butere kwenda Musanda kwenda Sigomere mpaka Ugunja. Hiyo barabara karibu tunamaliza. Leo mumeniuliza hapa barabara ya kutoka Mumias kwenda Matawa kuja hapa Idangalasia mpaka itafika kule Ogalo. Hiyo barabara mimi nataka niwahakikishie tukipata nafasi katika budget ya mwaka unaokuja tutawawekea hiyo barabara ili tuwajengee, tuwawekee lami. Lakini vile vile katika budget yetu ya mwaka huu hapa Kakamega tumeweka pesa katika barabara ya kutoka Soi kwenda mpaka Tarbo. Hiyo tutajenga in the next 1 year, tutamaliza. Vile vile tumeweka pesa na kandarasi imetangazwa ya barabara ya kutoka Malava pale kuteremuka Kimangeti kwenda mpaka Ikoli. Hiyo barabara vile vile tumeweka pesa na tutajenga na tutaweka lami. Kwa sababu tunajali maendeleo katika kila sehemu ya Kenya. Na hiyo ndio kazi mulipatia Uhuru Kenyatta na mimi kama viongozi wa serikali ya Kenya. Hapo najua ya kwamba bado manyumba nyingi hapa haijafika huduma ya stima. Ni kweli ama si kweli? Si ni kweli? Tulianza 2013, tumefikisha watu 70,000 walio na stima hapa Kakamega. Tuko na mpango ya kuunganisha watu wengine 30,000 wapya. Na tumeweka pesa ya budget ya bilioni 2 ya kufanya hiyo kazi, na tutashirikiana na Justice, tutashirikiana na viongozi wenu katika kusambaza hiyo stima, ndio tuhakikishe ya kwamba kila sehemu ya Kenya inapata huduma ya maendeleo kama sehemu zile zingine. Ni mnanielewa? Vijana mko? Mimi nataka vijana wa hapa Matungu mnisikize kwa makini. Mbali na ile mheshimiwa amesema, mheshimiwa ameniuliza nirudi hapa tuwasaidie ndugu zetu wa bodaboda, na nimekubali nitakuja hapa tuungane tusaidie vijana wetu wa bodaboda. Nimekubaliana pia na mheshimiwa tutarudi hapa tusaidie na kina mama pia waweze kusaidika. Lakini mbali na hiyo, mimi nataka vijana mnisikize kwa makini. Hapa Kakamega, mbali na colleges 3 tulikuwa nayo hapo mbeleni, tumeongeza technical training colleges 7 hapa Kakamega in the last 7 years. Tumejenga technical training college Likuyani mpya. Tumejenga technical training college Lugari mpya. Tumejenga technical training college Mumias East mpya. Tumejenga technical training college Mumias West. Tunajenga saa hizi technical training college Huisero ambayo itakamilika baadaye mwaka huu. Tumemaliza technical training college ya Butere. Tumekubaliana na huyu mheshimiwa katika budget yetu ya hapo mbeleni tutaweka technical training college ya Matungu. Sasa tuko na technical training colleges hapa Kakamega 10 ambazo they are complete. Mimi nataka niwaulize vijana. Vijana mko? Vijana mko? Mko chonjo? Mko rada? Hebu nisikie sauti ya vijana. Vijana hoye! Sikizeni my friends. Sikizeni marafiki zangu. Hii college ya Technical Training College, tumejenga 7 technical training colleges in the last 7 years hapa Kakamega County. Na tumeweka pesa kila kijana ambaye utaenda kusomea ufundi na teknolojia kwa hiyo college. Tumeweka pesa, kila kijana atapatiwa basari ya 30,000.
ukienda kusoma katika hiyo college. Kwa sababu nia yetu, vijana munisikize vizuri, nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba kila kijana anapata ujuzi wa ufundi na teknolojia, kwa sababu ile shida kubwa tuko naye Kenya ni vijana hawana kazi. Ni kweli ama si kweli? Na ni lazima tuwaami hawa vijana na ujuzi wa ufundi na teknolojia, ili wakati tuna roll out ile program ya Big Four, program ya manufacturing, program ya housing, tutakuwa na vijana ambao wako tayari na ujuzi wa ufundi, mambo ya useremala, mambo ya masonry, mambo ya carpentry, mambo ya electrician, mambo ya artisan, mambo ya technician. Hiyo taaluma zote zinapatikana kwa hizi college. Tumejenga college, tumeweka equipment, tumetoa basari. Sasa jukumu liko kwenu nyinyi vijana, muweze kwenda katika hizo colleges, tuwatayarishe, ndio wakati tutakabiliana na mambo ya ukosefu wa kazi, tayari mko na taaluma, tayari mko na ujuzi, tayari mko na skills na competence ambayo inahitajika katika area ya utendakazi. Vijana tunaelewana? Tuko pamoja? Sitaki mseme sikuwaambia. Mahasla wote mimi nawaambia tuko na opportunity ya kutipatia ujuzi wa ufundi na teknolojia. Wakati tunasaidia wale wanafanya biashara, tunataka pia tuwatayarishe wale wengine katika nafasi za kazi. Tumekubaliana? Tuko pamoja? Mwisho, mimi nataka niwaambie hivi. Mambo ya mjadala ya mambo ya BBI, sisi wote, mimi nataka niwaulize kwamba hii mambo ya BBI tunataka tusome kwa makini. Na tunataka tuhakikishe ya kwamba vile rais alisema juzi, kila Mkenya apate nafasi ya kusoma, na tuwe na mjadala ambayo inahusisha wananchi, sio viongozi peke yao. Tuwe na mjadala ambayo ni wa kitaifa, ambayo kila Mkenya atapata nafasi ya kutoa maoni yake. And that is why we are saying, on the BBI debate and conversation, I want to ask, sisi kwanza tuondoe mambo ya matusi, na tuondoe mambo ya vitisho, na tuondoe mambo ya vishindo ya kutuambia nobody can stop reggae, mpende msipende. Hiyo lugha ni lugha ya madikteta na hatuna nayo. Tunataka lugha ambayo kila Mkenya ataheshimiwa na maoni yake. Hata kama mtu ni mama mboga, ako na maoni, asikizwe. Huyo wa bodaboda asikizwe. Ule wa kusukuma mkokoteni ni Mkenya, hako na haki ya kusikizwa. Usituambie ati nobody can stop reggae. Kuna Mungu mbinguni, hiyo reggae yenu mtashangaa. Sijui kama tunakubaliana. And therefore, I want to say the following. I want to request on behalf of many Kenyans that we have a decent conversation that is people-centered, that is all-inclusive, as we discuss matters in the BBI report. Those proposals in the BBI report must be subjected to people's comments and people's recommendations so that we can carry every Kenyan on board. And I want to request that those who are telling us nobody can stop reggae, whether you like it or not, musipende, mupende, musipende, I want to request them to give us a break and to give this nation a chance to be able to discuss every issue. It is true, there are so many issues that have been raised on matters to do with leaders and inclusivity. But the ordinary Kenyans left out of this debate for years. Millions of Kenyans who are locked out because of poverty and unemployment. Those are the true people that require inclusivity.
unless we discuss inclusivity on the basis of the people who are locked out of the economic cycle by poverty and unemployment, that inclusivity will not be complete. It cannot be inclusivity about leaders only. It must be inclusivity about the 40% of Kenyans that live below the poverty line. Those are the people we must focus. Kabla hatujasema, na mimi nasema nikiwa hapa Matungu, kabla hatujasema mambo ya inclusivity ama kuwaleta pamoja viongozi, lazima tuwalete pamoja wananchi. Kuna wananchi wengi, mamilioni, waliofungiwa nje ya kuwa wa Kenya kamili kwa sababu ya umaskini na ukosefu wa kazi. Vile tunasema tutatafuta kazi ya viongozi, jameni, tuanze kwanza na kazi ya mwananchi mdogo. Hapo ndio tunataka tuanze. Ama watu wa Matungu mnasemaje? Tuanze na kazi ya mwananchi mdogo ama tumalizane na viongozi kwanza? Wananchi watangulie ama viongozi? Mnasema tuanze na wananchi? Si namna hiyo? Na mimi nataka niwaulize wale ambao wako na kiburi mingi, wanalete matusi ati watu ya bodaboda ni wezi, ati sijui watu wale. Mimi nawaambia hawa viongozi, sikizeni nyinyi marafiki zangu, Kenya hii ni yetu sisi wote. Kama Mungu amekujalia uko na gari kubwa, kama uko na biashara kubwa, usidharau biashara ya mtu mwingine mdogo. Hiyo biashara ya mama mboga hiyo, na hiyo biashara ya huyo jamaa wa mkokoteni na bodaboda, na ule mtu wa kiosk, kuna Mungu mbinguni, hata yeye siku moja atakuwa na biashara kubwa. Hiyo ndogo inaweza kuzalisha mpaka iwe biashara kubwa. Kwa hivyo tuheshimiane. Ama namna gani? Nimewaambia tuheshimiane. Mimi ni naibu wa rais wa Kenya. I know what I am doing. Na nimesema ya kwamba tuanze na watu wa mama mboga, tuanze na mtu wa mkokoteni, tuande pale kwa mtu wa pikipiki, tuende pale kwa mtu ya wheelbarrow, tushirikiane na ule mtu wa kushona viatu. Wale wadosi wanaweza kujipanga. Wacha hawa wengine tuwapange, kwa sababu hawa wanahitaji msaada. Ama ni aje marafiki zangu? Tuko pamoja? Therefore, as we go to the debate on the BBI report, we must be clear that there are issues that concern leaders and there are issues that concern the ordinary people. In my respectful submission, the issues that concern millions of Kenyans locked out by poverty and unemployment should be given a priority over issues that concern leaders and their demands and the power they want to share. It is as simple as that. Ama mnasemaje watu wa Matungu? Tuko pamoja? Mnasema tuanze na wananchi? Hebu nione wala wanasema tuanze na mwananchi mdogo kwanza. Mahasla hoye. Mahasla hoye. Na hawa watu nimewaambia, mumetuzoea siku mingi. Lakini safari hii serikali ya 2022 hii, hawa watu wa mama mboga hawa, na hawa wa bodaboda, na makanga, na watu ya kinyozi, na watu wa kiosk, ndio tutaunda serikali ya 2022. Mujipange. Ama? Si namna hiyo? Wametuzoea siku mingi, lakini safari hii watajua hawajui. Ati watajua? Ati watajua? Mimi naona mko rada. Mko rada sio? So, sitaki kusema kuzidi hapo. Bado tuko na mkutano kule Sianda na mimi nitarudi hapa tena. Mnanikaribisha? Mnasema nirudi hapa tena? Haya.